Leo natamani tuangalie kwa dakika ambazo zimesalia maono ya mbele. Maono ya mbele. Katika vitu ambavyo ni muhimu sana ni kuweza kuona. Kuna tofauti kubwa kati ya maono na ndoto, ila kwa sentensi hii nimeweka maana zote kwenye sentensi moja. Hapa napoongelea maono ya mbele, hapa namaanisha pia na ndoto zipo kwenye kundi hilo hilo. Ijapokuwa kwenye definition zina maana tofauti. Maana ndoto ni kile ambacho unakipata ukiwa umelala, lakini maono ni yale ambayo unapata ukiwa macho. Haleluya. Kila mmoja wetu lazima awe na uwezo wa kuangalia vitu ambavyo vinakuja huko mbele. Mfano, natoa mfano. Wazazi wetu wa zamani, kabla ya kitu ambacho tunakita genetic modification. Si kuna walimu na ni wataalamu wa lugha huko ndani. Nitafsirieni, tuiteje kwa Kiswahili hiyo? Yaani mimi nihangaike alafu na nyinyi mhangaike jamani. Yaani kuelewa umeielewa, ila sasa kuleta kwenye Kiswahili sasa. Haya, hivyo. Tusonge mbele. Inavyoonekana ni kwamba, kwa mfano ukiangalia huko nyuma wazee wetu walikuwa wanaishi miaka 900, miaka 800. Si mnaona hizo story kwenye Biblia? Akaishi miaka 700, akaishi miaka kadhaa. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda, miaka ilikuwa inapungua taratibu. Kwa mfano Isaka, kama sijakosea, ameishi miaka 180. Kama sio Isaka ni Isaka. Nafikiri 180 hapo. Kwa hiyo wanavyoendelea miaka inaendelea kupungua, inapungua. Ukitazama vizuri, wataalamu ambao hawajui dini kama tunavyojua sisi, wanapoangalia binadamu kwa miaka yao wanavyokwenda, wamegundua kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa genetic modification. Ndio maana moja ya sababu za watu fulani kuishi maisha marefu, miaka mingi, kuna sababu nyingine ni genetic. Kama katika ukoo wenu unakuta kuna watu wengi walifika miaka mingi, likely na wewe utafika miaka mingi kwa sababu ya genetic, jinsi ulivyo rithi kwa wale. Lakini sababu nyingine, hata mtu ambaye huna genetic ya kuishi miaka mingi kwa familia yenu au kwa ukoo wenu, unaweza pia ukabadilisha mfumo wako wa maisha na ukaishi maisha marefu, ukaishi miaka mingi. Kwa sababu katika hiyo tunaita DNA yetu jinsi ilivyo, ina umbo lake ambalo mnaona jinsi inavyofanya si unaona inakuwa hivyo. Genetic, hiyo DNA yetu iko katika umbo fulani hivi, ambayo ukizungusha hapa, ukileta hapa, na unakuja unazungusha na nyingine hapo, ndio umechora DNA. Very simple. Ni kama imeingiliana namna hii. Si mmenielewa ninapotumia huo mfano? Sasa kule mwisho, wakati zinapoungana DNA yetu, kuna kitu kimefunga DNA, ni type of protein imefunga DNA yetu kule mwisho. Na kitu ambacho kimefunga pale wanakiita telomerase au telamira au telamiro. Kimefunga kule mbele kabisa. Hizi telamira zikifunguka, mtu anazeeka. Kwa hiyo baadhi ya watu zinafunguka haraka kwenye ukoo wao, kwa hiyo wanazeeka haraka. Baadhi ya watu unakuta miaka yake ukimwangalia na uso wake, unaona kama vile huyu mbona miaka yake yanaonekana na miaka mingi lakini hajazeeka sana. Telamira zao unakuta kwenye ukoo hazifunguki haraka. Kwa hiyo ukiacha genetic ukaja kwenye habari ya maisha, kitendo cha kugundua telamira ikifunguka mtu anazeeka haraka inatusaidia kujua ya kwamba we can reverse age. Naongea na watu wana binadamu. We can reverse age. Yes, we can. Kama tumejua sababu inayofungua telamira ili mtu azeeke haraka, hiyo sababu tunaweza tukaenda kinyume na hiyo sababu na telamira ikajifunga vizuri. Wamefanya research kwa panya, wakafanya research kwa baadhi ya viumbe kama vile aina fulani ya chura. Walipowaweka kwenye stress kubwa wale panya ambao wanafanyiwa uchunguzi, telamira zilifunguka. Kwa hiyo moja ya kitu kinachozeesha ni stress. Biblia inasema moyo uliochangamka ni dawa. Kwa hiyo biology irudi kwenye Bible. Haleluya. Wataalamu wa masuala haya wanasema hivi, ukismile hata kwa kufeki, ubongo haujui kwamba umefeki. Una assume kwamba ulikuwa una smile kweli kweli. Una release good hormones. Haleluya.
Kwa hiyo saa nyingine uko kwenye msongo kabisa, cortisol hormone imemwagika kwa sababu ya stress, unajisikia uko ovyo. Take time and smile. Hallelujah. Na unajua smiling pia ni reflective. Kwa hiyo unaweza ukashika tu kioo, jitazame pale alafu tabasamu. Yaani ukitabasamu ndio kwenye kioo automatic utaanza kutabasamu zaidi. Una release good hormone. Kwa haraka kwa sababu nimewaambieni tu hivyo kwa sababu nyinyi ni wanafunzi, najua itawasaidia sana kwenye masuala pia ya mental health na kuwa vizuri kwenye brain yako. Kwa haraka, baadhi ya vyakula pia vinafungua telamira. Kwa mfano pombe inafungua telamira. Walevi wanazeeka haraka sana. Sukari inafungua telamira. Na bahati mbaya unapokuwa una stress unakuwa na hamu ya vitu vitamu. Kuna mtu akila kachakula fulani hivi anakuambia, yani hapa nishushie na koka ya baridi. Sukari inafungua telamira, pombe inafungua telamira, vyakula vya kukaanga vinafungua telamira. Mbona mmenungunika hapo kidogo Ndivyo ilivyo, inafungua telamira. Alafu moshi wa magari unafungua telamira. Ndio sababu watu ambao wanaishi vijijini wao wanaweza kuwa na uwezo wa kuishi muda mrefu kuliko wa mijini. Lakini pia mfumo wa maisha, kwa mfano kuto kufanya mazoezi kunafungua pia telamira. Kwa hiyo mazoezi yanafunga telamira. Na the best exercise ni kutembea. The best exercise ni kutembea. Kwa hiyo jipangie tu tembea angalau dakika 40 mpaka 50 mpaka saa moja, utakuwa umefanya kitu kizuri sana. Unaongeza focus, lakini pia unaongeza maisha. Kuna vyakula pia ambavyo vina strengthen hiyo telamira, inafanya iwe imara zaidi. Sio muda wangu kuviongea, siku utakapohitaji tutaviongea baadhi ya vyakula hivyo, lakini kwa haraka epuka sana vyakula ambavyo vinatoka viwandani. Zile vitu ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kutunza vyakula visioze vinapunguza telamira. Kwa hiyo usipendepende vyakula ambavyo vimepitia kiwandani, vimetunzwa kwa muda mrefu, epuka kabisa. Lakini nikuambie kitu ambacho ni rahisi sana, kinafunga telamira na kukuongezea umri wako wa kuishi: fasting. Mtu yeyote anayefunga unamaliza magonjwa, unaongeza umri wako. Kwa hiyo wale wengine ambao unasema mimi sina hela hapa shuleni, angalau nakula mlo mmoja kwa siku, is the best option. Kabisa. Ukiweza kula vizuri kabisa mlo wako mmoja, the best. Muda wote uachie mwili wako uweze kufanya kazi vizuri kabisa. Najua siongei na madaktari, lakini najua naongea na researchers. Kitendo cha damu yako kuwa na sukari nyingi inaongeza aging. Ndio sababu yeyote ambaye ana monitor blood sugar yake iwe kwenye level nzuri, ana uwezo mkubwa wa kuepuka magonjwa na kuishi muda mrefu. Kwa nini mazoezi yanasaidia sana katika swala hili ambalo nimelisema? Ni kwa sababu ukifanya mazoezi unatoa sukari kwenye damu, inatumika kama nishati. Ukiangalia formula ni kama zinafanana. Kwa nini kufunga kunasaidia sana? Kwa sababu unapunguza kiwango cha sukari kwenye damu ambayo ilikuwa imejaa sana, inatumika kama nishati. Lakini pia mwili unafikia kwenye stage ambayo tunaita ketone stage. Ukifikia kwenye ketone stage, mara nyingi kwa mtu ambaye amefunga, unasikia hata kama umepiga mswaki, harufu yako ya mdomo inakuwa kali, mbaya. Inavyokuwa mbaya, the better. Kwa sababu ule ndio wakati ambao mwili wako unaanza kutumia baadhi ya vitu kama chakula. Kwa hiyo kama una uvimbe kwenye dada zangu, una uvimbe kwenye hizo fibrosis cyst, inafikia stage mwili unaanza kula huo uvimbe. Fasting. Una high blood pressure, cholesterol imezidi, inafikia kiwango sasa hiyo cholesterol inatumika sasa ambayo imezidi. Sasa kijana unayenisikiliza, lazima uwe na maono ya mbele kuhusu afya yako. Haleluya. Haleluya. Simeona siku hizi kuna changamoto, yani kuna naongea lugha ya Cuba. Kizazi hiki ambacho kinapanda sasa hivi, changamoto kubwa ambayo inawapata ni kwamba kuna magonjwa ambayo yalikuwa yanapata babu zao wakiwa na miaka 80, ila inawapata vijana wakiwa na miaka 40, wakiwa na miaka 30, wakiwa na miaka 25.
Mmenielewa? Moja ya njia ya kutibu hilo tatizo ni kufunga. Acha kula madawa haya, madawa mnayokula, madawa sijui nini. Vumbi la Singida. Ingia kwenye kufunga. Funga. Lakini ili mfungo wako uwe mzuri, usio tu scientific au wa afya peke yake, utumie pia kwenye maombi, ili upate faida zote kabisa. Kwa hiyo anza kuwa na wivu na brain yako, anza kuwa na wivu na afya yako. Kuwa na wivu kabisa, useme hii kitu kinadhuru afya yangu, lazima niwe makini, maana Mungu ananiandaa kuwa kitu fulani hapo mbele. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Amos 3 fungu la 7. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hii genetic modification ambayo inaonekana ilifanyika hapo wakati fulani hapo nyuma hapo, hatujui chanzo chake ni nini, tunajua ni shetani na vyakula, mfumo wa vyakula kwa ujumla wake, ilituondolea uwezo wa kwetu wa asili wa kuona future. Mungu ametumba katika staili ambayo hata ukiwa tu umetulia, hata unanitazama hapa, kuna wakati unapata information kuhusu future, taarifa za mambo yako ya mbele, lakini ubongo wako hauwezi kuzichakata, maana umeathiriwa na vyakula na mfumo wa maisha kwa ujumla wake. Niwaulizeni swali. Hakuna siku ambayo unakaa tu hivi unasikia moyoni kama vile una huzuni hivi, kama hatia ya dhambi fulani hivi, kama kuna kitu kibaya, lakini huelewi ni nini, na inadumu kwa muda fulani, na baadaye kabisa unashangaa unapewa taarifa kuna msiba nyumbani. Jamani, lipo halipo? Au unakuta kuna tukio baadaye limekupata huko, umesema ndio maana tangu wiki imeanza nilikuwa sijisikii vizuri. Ile ni uwezo wetu wa asili wa kujua mambo ya mbele. Roho wa Mungu anapatia taarifa roho yako, lakini kwa sababu tuna hali fulani ya hatujawa safi na kutakata na kujua mambo ya mbele na uwezo wa kuyachanganua. Na ili uweze kuwa na uwezo wa kuchanganua, ndio process nimekuambia moja hapo hizi. Kuwa mtu wa Mungu, kuwa mtu wa maombi, soma Biblia yako vizuri, lakini hakikisha afya yako inakuwa vizuri ili brain yako iwe safi. Kwa mfano, nyinyi ambao mnapenda kusoma usiku sana, unaweza ukaboost kuto kulala kwako kwa kutumia hizo wanaita energy drink. Unajiua we mwenyewe. Mtu anakuambia ise nikipiga hii chupa hii ya nani aka kakopo aka, nasoma mpaka saa 8 mpaka saa 9. Utasoma mpaka saa 9, lakini madhara ambayo yanasababisha ni makubwa sana. Mungu anajua mambo ya mbele, kwa yeye pekee ndiye ambaye anatakiwa kusikilizwa. Isaya 46 lile fungu la 9, Biblia inasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Mara ya kwanza niliposimama hapa niliwaambieni habari ya fungu moja muhimu kwenye Ufunuo: mcheni Mungu na kumtukuza, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Hapa Mungu anajitangaza kwa sababu nimewaambieni kwamba miungu ya kale yote sasa hivi ipo kwenye kampeni ya kurudi katika ibada zake, zirudishwe. Miungu yote uliyosoma ya Kimisri, miungu ya Kibabiloni, yote uliyosoma ya Sumeria, yote inahitaji kurudi kwenye ibada zake sasa hivi kwa kasi kubwa sana. Hamjashtuka sasa hivi kuna wimbi kubwa la watu kujichora tattoo? Hawataki. Yaani imekuwa kama fashion fulani hivi. Yaani kawaida tattoo. Sasa utajiuliza hiki kitu imetoka wapi? Ilikuwepo tangu zamani. Miungu ya Wakanaani ilikuwa na tabia ya kuwaambia wanaoabudu wachore katika miili yao, wajichore. Ndio sababu baadhi ya watu wakiwa ni wa kweli, kuna matukio yaliwapata baada ya kuchora tattoo. Sio wote, ila baadhi. Anakuambia kabisa, mara tulivyojichora kuna vitu vilinitokea. Ni kwa sababu miungu ya zamani ilikuwa inavutiwa na vitu vifuatavyo. Moja ni images, picha, michoro, lakini na aina ya sanamu. Mungu akamwambia Waisraeli, mtakapoingia Kanaani na kuona sanamu zao, mziharibu, kwa sababu hizo objects zinawavuta, wanaweza wakarudi kwenu. Na akawaonya, akaambia msije mkajichora miili yenu.
Kwa nini nawaambia hivyo? Ni kwa sababu kuna uhusiano mkubwa kati ya hizo picha na kuvuta aina fulani ya miungu. Mnakumbuka hapa nimewaambieni kuhusu habari ya muziki. Asilimia kubwa ya wanamuziki wa kizazi kipya, ili waweze kuwa maarufu, inabidi waende kupigia magoti hiyo miungu. Kuna miungu mingi sana. Kuna Mungu wa sanaa ambaye anahusika tu kumfanya mwanamuziki awe maarufu, na wengine ni miungu ambao wanafanya mtu akubaliki anapokuwa akiongea, public speaking ilikuwepo. Na hii wanapenda sana kutumia wanasiasa na watu wengi huko. Kwa hiyo watu wanakwenda kuiabudu, anahitaji akiongea kubalike ili aweze kupewa kura, na kwenda anaiabudu ile miungu. Miungu ya zamani ni kama vile inafufuliwa tena, inakuja tena, inataka kuabudiwa tena kwa staili hiyo. Ndio maana Mungu anasema kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Umewahi kujiuliza kwa nini kunakuwa na kitu kinaitwa Olympic Games? Asili yake hasa ni nini? Nenda ukagoogle Olympia, God ni mungu wa Kigiriki. Kwa nini kunakuwa na kitu kinaitwa Olympic torch na inazungushwa dunia nzima? Nenda ukaangalie, wanafufua ibada zao ziweze kurejea tena. Kwa ukiona kwenye Ufunuo unasema mcheni Mungu na kumtukuza, Mungu anatoa onyo kwamba huko baadaye kuna ibada ambazo zitarudi. Na hiyo miungu haijalishi inaabudiwa katika staili gani, maadamu ni yenyewe inapokea hiyo ibada. Ni hapa nimewaambieni nikasema nendeni mkatafute vizuri, maana namshukuru Mungu naongea na ninyi ambao mko smart kabisa, mnaweza kutafiti mambo haya. Na nimeambieni library siku hizi iko tu mtandaoni. Wakatudanganya, ni mfano tunatoa, wakatudanganya kwamba Pasaka hii ambayo inakuaga mwezi wa 3 mwishoni au mwezi wa 4 mwanzoni ni ile Pasaka ya kawaida ya Biblia kama ilivyokuwepo, na wakaita ni Easter. Hata kwenye kalenda inaandikwa Easter Friday, Easter Monday, swini hizo Easter kwa ujumla wake. Kwa hiyo wakatuambia kwamba ni Pasaka, lakini uhalisia ni kwamba mkoloni alihitaji miungu yake iendelee kuabudiwa katika Ukristo, na walikuwa wanaipenyeza taratibu, na sisi hatukushtuka. Ambao walikuja kushtuka ni wachache. Ninyi ambao mnafuatilia habari ya imani mbalimbali za madhehebu, utagundua kwamba wanaposherekea Pasaka hii ambayo ni Easter, baadhi ya madhehebu ya Kikristo, lakini Russian Orthodox wana Easter ya kwao. Ukienda Ethiopia, wa Orthodox wa Ethiopia na Coptic wanakuwa na Easter ya kwao. Ndipo utajiuliza kama hii kitu ni kimoja, kwa nini kunakuwa na sherehe tofauti? Yaani katika hayo madhehebu matatu ya Ki-Orthodox, Roman Catholic wana Easter ya kwao ambao utawaunganisha Roman Catholic, utaunganisha Anglican, utaunganisha na Lutheran, na jamii zake zote wana Easter ya kwao. Waliozaliwa wote hapo wana Easter ya kwao. Ukienda Russia kwa mzee Putin nakwambia mkisherekea kwenu, sisi tuna Easter ya kwetu. Mpaka ile sikukuu ya kuzaliwa, wanaosema ya kuzaliwa Yesu, wanatofautiana, wao wana ya kwao pia. Mgogoro ulitokea wapi? Ni kwa sababu kuna ambao katika madhehebu ya Kikristo hao wa Orthodox, kuna ambao walishtuka walivyoona hii inaletwa, wakasema no, hii haipo katika historia, hii hatujaiona mahali. Kwa hiyo wakabaki hivyo. Na saa nyingine tukiongea hili, msidhani kwamba Ukristo ulivyokuja wa koloni ndio pekee walileta Ukristo Afrika. Ukristo ulikuja Afrika kabla ya mkoloni, ulikuja Ethiopia. Na Ethiopia ni nchi ambayo haikuwahi kutawaliwa. Mnajua hiyo? Kwa hiyo kule Ukristo ulitangulia, ndio maana kuna Wakoptiki wako kule, kuna Ethiopian Orthodox wako kule. Hata Biblia ambayo wanaitumia wa Ethiopian Orthodox, wana Ethiopian Bible ambayo ina vitabu vingi kuliko hii ambayo tunaitumia sisi Protestants. Sasa ndio maana wao walipoona hii ambayo imeletwa na mkoloni huku, jamaa wao wakashtuka, wakabaki na ya kwao. Japo kuna baadhi ya makosa madogo ambao watabaki nayo, lakini kuna vitu walishtukia. Sasa Easter ni mungu Ishtari ambao kwenye Biblia inaitwa Ashtoreth. Kwa hiyo haijalishi itakuwaje, so long as wamefanikiwa kuipenyeza na wakaita Easter, na ile ikifika watu wanaanza kusherekea, mungu Ishtari anaenjoy kwa sababu sherehe ile inafanyika. Na kuna vitu vingi sana vinafanyika hapo kwa ajili ya kumpa heshima yeye huyu mungu Ishtari. Mojawapo kuna kuwa na kitu kinaitwa wanaita Easter eggs au cake. Kwa hiyo wakati wa Easter, hasa huku Ulaya ambao ndio walituletea hiyo kitu, wakati wa Easter wanakuwa na mayai ya Easter, wanakuwa na keki za Easter, kwa sababu ile miungu ilikuwa inakula
hivyo vitu, lakini pia yale mayai yanawakilisha habari ya kuzaliwa tena, rebirth. Inawakilisha hiyo. Kwa hiyo wameendelea kuwa na hiyo moja kwa moja. Unaweza ukaniuliza ni kwa nini sherehe ya Christmas wanasherekea tofauti Orthodox na kundi lingine la Protestants na Roman Catholic. Moja ya argument ni hiyo. Baadhi wanakuambia kwamba tunaelewa kwamba tarehe 24 usiku mwezi wa 12 kuamkia 25 hakuzaliwa Yesu, ila alizaliwa Mungu Tamuzi, ambao ni historia kabisa, iko wazi. Nenda kwenye Encyclopedia Britannica utakuta hiyo habari iko humo ndani. Kwa hiyo wanakuambia tunaelewa kwamba tu ilipachikwa. Sasa wao ukiuliza alizaliwa wakati gani, sema hatujui, ila tumeamua tu angalau tusachi ili ikiwezekana tuweke hiyo sherehe. Kwa hiyo wanagombana wa Orthodox wa Kirashia na wa Orthodox wa Ethiopia inapokuja pia kwenye habari ya Christmas. Ndio wanajua vyote, mpaka hiyo miti kwa nini ikaletwa ya Christmas wanajua sababu yake. Ni kwa sababu Mungu Tamuzi alikuwa ni God of pastures and vegetation. Kwa mdogo hii miungu inarudi taratibu, inahitaji kuabudiwa taratibu. Haijalishi kwamba utaiabudu katika staili gani. Ndio maana wakati mwingine nilikuwa namchekesha rafiki yangu mmoja, ni msomi wa theolojia wa kanisa lingine, anamalizia degree yake ya pili, masters. Wakati tunajadili haya mambo alinisikia nikifundisha kwenye YouTube, baadaye akaanza kufuatilia, akachunguza, akaja Dodoma tukakutana. Sasa wakati tunaongea wanatheolojia wenyewe kwa wenyewe, mwisho tukakubaliana ukweli kabisa. Kanambia hii nimekuelewa, hii kwa kweli iko sawa sawa. Nikamwambia unamaliza masters na unakwenda kufundisha, utafanyaje? Asema umeshanichanganya akili, nashindwa nitafundishaje huko nakoenda. Lakini nikamtania tu, nikamwambia usishangae watu wakiomba maombi hawajibiwi, kwa sababu wanaomba to the wrong God. Na leo nitakuonyesha the right God kwenye Biblia. Kwa kuna sana unaweza ukahangaika, mbona naomba sijibiwi? Aina ya Mungu unayemwomba ni yupi hasa? Haijalishi. Ndio maana mwishoni kabisa kitabu cha Ufunuo kinaonya, maana watoto wa Mungu mlioko hapa, Mungu anahitaji kuwafunulia huu ukweli ili uchague wewe mwenyewe. Haleluya. Huko tunakoelekea hii miungu inarudi kwa kasi kubwa sana. Isaya 46 fungu la 10 anasema maneno haya: nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Ukitaka ujue aina ya Mungu tuliye naye, ambaye ndiye anayestahili kuabudiwa peke yake, huyo ana uwezo wa kutangaza mwisho tangu mwanzo. Ndiye aliyemuonyesha Danieli falme zote za dunia zitakavyokuwa zote. Kwenye Danieli sura ya 2 akaonyesha habari ya sanamu ambayo ilikuwa ina madini ya aina tofauti. Lakini mwishoni kabisa huyu Mungu, kwa sababu anajua future, akaelezea mwishoni mwa ile sanamu chini kulikuwa kuna miguu ya chuma ambayo ilikuwa ni Roman Empire kabla haijatokea kabisa. Lakini mwisho akaonyesha kwamba katika Roman Empire kutatokea mgawanyiko wa Ulaya, itagawanyika falme zenye nguvu na ambazo hazina nguvu. Imetokea hivyo hivyo kama ilivyo. Lakini mwisho kabisa anasema watajichanganya na mbegu za wanadamu. Ni sentensi tata kabisa ambayo pia ukiangalia ina maana mbili. Maana ya kwanza, wafalme watajaribu kuoana ili kuimarisha ufalme wao. Lakini pia alikuwa anatabiri habari ya genetic modification ambayo ingekuja kutokea baadaye. Yusufu alikuwa na uwezo wa kuona mbali. Yusufu na aliona mbali. Mwanzo 37 fungu la 2 anasema, hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Yusufu katika familia nzima, yeye ndiye pekee ambaye alikuwa anaona matendo ya kaka zake kwamba hayako sawa sawa. Watu ambao wana maono ya mbali, wana discipline. Kuna vitu hawafanyi kwa ajili ya future. Haleluya. Wanajizuia. Yusufu alikuwa anaona mbali, akaona jamaa wanaofanya mbona hawako sawa sawa. Nataka nikuambie, ukisoma habari ya familia ya Yakobo, wale watoto 12, ilikuwa ni headache. Ovyo kabisa, wote ukiwatazama ovyo. Yusufu peke yake akaibuka anasema hapana, hii tabia haiko sawa sawa. Wale jamaa nikwambia ni ovyo, ni kusimulia habari zao hapa kwa sababu tunawasoma tu kwenye Biblia, unaona kama ni watakatifu. Hakuna, ovyo. Wa kwanza anaitwa Reuben.
kwenye mzaliwa wa kwanza. Baba yake akamvua cheo cha uzaliwa wa kwanza. Akamwambia kuanzia leo wewe sio mzaliwa wangu wa kwanza. Akamwambia Reuben, ulivuka maji. Unasema ulivuka mipaka kama maji. Maana yake ni nini? Jamaa aliwahi kutembea na mama yake. Anasema wewe pastor, ilikuwa kuaje? Mzee Yakobo alikuwa na wake wengi, si mnajua hiyo sio mama yake wa kumzaa, lakini mama ni mama. Hata kama ni bibi mdogo ni nani? Ni mama. Mzee ameenda shamba, anarudi anashangaa jamaa ndo anatoka. Reuben, ulikuwa wapi? Lakini mtoto wake kabidi amsamehe. Nenda hapo utakutana kuna jamaa mwingine anaitwa Simeon na Lawi. Dada yao alikuwa anaitwa Dina. Akapendwa na mtoto wa mfalme wa nchi. Wakati Dina anatembea yule jamaa akambaka. Alivyombaka hakujificha, akatangaza akasema ni mimi nimefanya kitendo hiki. Lakini sina nia mbaya, nahitaji kumuoa. Singekuwa ninyi mnakaa kikao tena mtoto wa mfalme. Mnatulia kabisa sema hapa basi mambo yaende tu sawa. Lakini Simon na Lawi maana ni dada yao, wakasema huyu jamaa ametufanyia kitu kibaya sana. Haiwezekani ambake dada yetu. Tena ndio binti pekee. Sasa inakuwa kwaje? Wakamwambia mzee wewe umeshazeeka, mzee relax, hii kesi tutaihandle sisi wenyewe. Mzee hana habari, jamaa wakaenda kule kwa wakwe zao. Wakamtafuta yule mtoto wa mfalme. Akamwambia tunahitaji tuongee na wewe. Wewe ndio umembaka dada yetu? Sema ndio. Unahitaji kumuoa? Jamaa akasema ndio. Sasa vizuri sana. Sasa kwa mila yetu huwa wanaume wote wanatahiriwa. Kwa hiyo haiwezekani ukamchukua dada yetu wakati hujatahiriwa. Jamaa akasema kwa kweli ninavyompenda niko tayari. Kabisa nyie huwa hamjui kutahiri. Wanaojua kutahiri ni sisi. Kwa hiyo sasa afanyaje? Sema masharti ni rahisi sana. Mruhusu tuje tufanye hii kazi. Tuwatahiri. Ila kwa kuwa dada yetu anakuja hapa na atawazalia watoto, wanaume wote wa nchi yako watahiriwa. Na hiyo shughuli tutaifanya sisi. Jamaa kashapenda akasema sawa. Wakaja, baba yao hana habari. Wakaenda na visu vyao. Wakaanza kumtahiri shemeji wao. Wakamaliza. Wakamwambia na wale askari wako wote wanaokulinda hapa nao leta. Wakatahiri wanaume wa nchi nzima. Walipomaliza Biblia inasema wakati jamaa wanauguza vidonda, ndume zikavamia mji usiku. Wanaweza kupigana hapo jamani? Wakawamaliza wote. Ilikuwa ni tishio, maana kwanza nchi ilitikisika kwamba watu wawili wameweza kumaliza askari wote. Mzee Yakobo akamwambia mmenitenda kitu kibaya sana. Anasema sasa nitanuka. Mwisho kabidi ahame ule mji. Na mzee Yakobo akaapa kabisa akasema Simeoni na Lawi panga zao ni jeuri. Nafsi yangu haiwezi kuungana nao. Mzee alikuwa na watoto ambao wakiondoka wakienda, wakirudi bila kesi, unatoa sadaka. Sikiliza vizuri maandiko yanavyosema. Anasema hivi ndio vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Yaani jamaa wakitoka tu ni shida. Na wanatembea kama kiringe, wako pamoja, hawaachani. Kwa wakiona tu mtu anapita wanamtazama sema tuchukue mikate hivi hata tuondoke navyo. Kwa Yusufu kaka anasema lakini mtu amewakosea nini? Wanatangulia, tunaomba viatu vyako. Mtu anagoma, akigoma jamaa wamemzunguka wote. Vua viatu. Taarifa zinaenda. Yakobo, watoto wako wakoje? Mzee watu wakana hangaika sana. Fungu la 3. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kazi ndefu. Fungu la 4. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hakuweza kusema naye kwa amani. Kitendo cha kuonyesha kupendwa kikaanza kujenga chuki. Sikiliza sentensi hii. Chuki ilisababishwa na kupendwa. Wivu wa shetani ni kwa vile wewe ni mtoto wa Mungu. Yaani wewe mbingu huijui.
Yeye anaijua. Akikuona hivi anasema, huyu anakwenda kukalia vile viti, nitahakikisha haendi. Na mjomba wangu kule namtoleaga mfano sana, nilihubiri kule nyumbani nikaelezea barabara dhahabu. Sijui kule mbinguni pako hivi. Nikahubiri, nikatoa wito watu wanaokubali kumpokea Yesu, watu wakajitoa. Tunatoka nje hapo tunasalimiana, akanishika mkono. Wakati ndo niko chuoni mwaka wa pili. Akaniambia, anko, nikwambie kitu. Nikamwambia sawa. Sema, nimekusikiliza. Vyote umesema, dhahabu, barabara, lulu. Mimi kitu kikubwa niwepo pale. Hata Mungu aniambie kazi yako itakuwa kufuta viti, kama mbinguni kuna vumbi, mimi sina tabu. Habari ya dhahabu zako mimi hizo hapana. Shetani anajua mbingu ilivyo, ndio maana anakazana apunguze idadi ya waendaji kwa gharama yoyote. Maana wewe ni mtoto wa Mungu. Isaya 48 fungu la 19. Sikiliza sentensi hii vizuri. Tena wazao wako wangalikuwa kama mchanga, na hao waliotoka katika tumbo lako kama chembe zake. Jina lake lisingalikatika wala kufutwa mbele zangu. Haleluya. Mungu hana mpango wa kukufuta. Yani anakufuta kwa uchungu kweli kweli. Lakini kuna sentensi nataka uitazame hapo juu, kama hilo fungu lako umeliona. Tena wazao wako. Neno wazao maana yake ni nini? Neno wazao maana yake ni nini? Wanaozaliwa na. Si ndio hiyo? Hao ndio wazao. Nenda nalo. Mungu yupi ambaye ndiye baba yetu? Nimekuambia kuna miungu wengi sana. Samahani kama nitakukwaza. Hata ukisikiliza watu wanapoomba wakinena kwa lugha. Kunena kwa lugha ipo kwenye Biblia. Kuna kunena kwa lugha kwa aina mbili. Kuna kunena kwa lugha kwa maombi, na kuna kunena kwa lugha kwa kushare neno. Vyote vipo, ni karama za Roho. Lakini ukisikiliza aina kubwa ya kunena kwa lugha kwa sasa hivi, ukilinganisha na yale maelezo ya Biblia kwenye Wakorinto, vinapingana. Na ukimsikiliza mtu ananena kwa lugha, unaweza ukajua aina ya Mungu anayemuomba kwa wakati ule. Kwa sababu miungu yote imewakontrol watu wengi ambao wananena kwa lugha kwa hiyo roho nyingine. Wote wamekontroliwa kiasi kwamba duniani kote wanamtaja huyo Mungu mmoja. Asipomtaja huyo atamtaja wa pili. Wanafanana. Mnakumbuka hapa niliwaonyesheni mfano wa mziki mmoja hapa. Ukimsifia Mungu nani? Tena mmoja amesema kabisa sentensi ya ule wimbo, onana. Vivyo hivyo mtu anaponena kwa lugha, ukimsikiliza akinena, anaponena kwa lugha, iwe ni kwenye maombi, unaweza ukamsikiliza kabisa ukasikia ataongea vitu kadhaa, lakini lazima yule Mungu atamtaja katikati ya yale maombi yake. Moja wapo ni Mungu anaitwa Ra. Kwa sababu nyewe mna Google, nenda tu ukagoogle God Ra, utamuona anavyofanana kabisa. Wameanza kugoogle. Kumbe umeweka data wakati tuko kwenye mahubiri hapa. Utamuona yule Ra jinsi alivyo. Kwa utasikia hata mtu anaponena lazima katika sentensi yake atakwenda, lakini lazima atamtaja huyo Ra. Ra lazima atamtaja. Wako wengi, na wengi ni Egyptian gods. Sasa unapoomba ni Mungu yupi unatakiwa ufocus maombi yako ili aweze kwenda. Nadhani ni hapa niliwaambieni ya kwamba haijalishi unatumia sentensi imenyoka ama haijanyoka, lakini anaangalia hapa frequency inayozalishwa kutoka moyoni. Ndio maana nasema Mungu haangalii kama watu waangaliavyo. Maana yeye huangalia nini? Moyo. Unapoomba kuna frequency zinazalishwa. Una focus hiyo energy yako ya maombi unaipeleka kwa Mungu yupi. Na ili upeleke kwa Mungu sahihi lazima umjue. Haleluya. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Unaposikia kwa Mungu anasema nendeni mkaangalie mambo ya kale, na mimi ni Mungu, hakuna mwingine, kwa sababu kuna competition. Twende vizuri, fungua Matendo 17:24. Ili fungu natamani ulirudie, usome urudie na utalielewa vizuri. Na dakika 10 wewe nikimaliza kuelezea Matendo tunaingia kwenye maombi. Na kuanzia sasa wewe ambao utafuata hiki ninachokuambia,
Najua kuna wengine mtafollow kwenye YouTube, mtaangalia hili somo. Baada ya kufuata hiki cha matendo ninachoenda kuonyesha kuhusu huyu Mungu wa kweli, ukianza kufocus maombi yako kwa huyu Mungu kwa staili hii ambayo nakuelekeza, utaanza kuona majibu ya maombi yako. Usisite kuwaambia wengine habari hizi, maana tumeingiza kwenye miungu mingine bila kujua. Na utaona hapa ameelezea vizuri. Tumefika Matendo 17 fungu la 24. Naanza kusoma sasa. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Haleluya. Umeona sifa yake hiyo moja wapo? Jengo la kanisa tunaheshimu kwa sababu ni eneo la kukutania, lakini haina maana ya kwamba Mungu anaishi humo. Kama kuna sehemu Mungu anayoishi, anaishi ndani yako. Haleluya. Lile jengo tunaliheshimu kwa sababu ni eneo la kukutania. Usije ukalidharau kwa sababu hiyo, lakini Mungu hakai mle ndani. Ndio sababu watu wasiojua hii jinsi ilivyo, anaweza kuambia kuna mtu anaruhusiwa kupanda pale juu na kuna mwingine haruhusiwi. Unaweza kunielewa sasa? Kwa sababu Mungu wake yeye anakaa humo. Ila hapa tunaambiwa Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Tuendelee kidogo fungu la 25. Wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Kwa makafara ambao walikuwa wanatoa wakati huo, wanasema hata sasa hivi wanakuambia leta hiki kwa ajili ya asiwi, leta. Mungu hali chakula. Anasema yeye hatumikiwi kwa mikono wanadamu na wala hahitaji chochote kwa mtu. Siku moja niliongea sentensi hii, wakaniambia mchungaji, mbona sasa hapo kama unatuponda, kama unaongea kwa kiburi? Ilikuwa tu ni namna ya kuwaelewesha watu. Nimewaambia watu hivi, wachungaji hawaishi kwa zaka. Yaani hata kama usipotoa zaka wataishi, kwa sababu Mungu ndiye anayewasababisha waishi. Vyote vyatoka kwake. Haleluya. Anza kujenga picha huyu Mungu ambaye nakuambia habari zake sasa. Kama Mungu wako unahitaji umweleze sana kwenye maombi ili yaelewe, sio. Mungu ambaye nakuambia habari zake ni yule ambaye unaweza ukaingia kwenye maombi, una uchungu mkubwa, ukafanya tu yaani hiyo anaielewa. Hana haja ya kusema sasa mbona amehema. Mungu huyu hata hiyo pumzi tu anajua. Haleluya. Unaanza kuona ukubwa wa huyu Mungu tunayemtumikia sasa. Ni mkubwa kuliko unaweza kufikiria wewe. Lakini shetani anajaribu kumnaro kwenye akili zetu mpaka tunamuogopa. Unawaza kuomba, unaogopa, nitaendaje kumuomba maana nina dhambi. Mmoja akauliza, pastor, nasikia roho wa Mungu ananigusa usiku niamke niweze kuomba, which is good. Tena kuna masaa mengine ambayo ukijikuta unaamka mara kwa mara, ni message from heavenly beings ambao unaambiwa wake up. Kuna ujumbe unatakiwa upewe, ingia kwenye maombi. Kuna watu mnanitazama hapa, kuna mara kadhaa nitokea ikifika saa 9 usiku unajikuta tu unaamka automatic. Yaani ukiamka ukiangalia saa ni masaa yale yale. Usipuuze. Sasa mmoja akaniambia, pastor, mimi nimeamka nikaomba. Nikamwambia ndio. Kwa hiyo lakini nina maswali, usinielewe vibaya mchungaji. Nikamwambia haya. Unaonaje nikiamka kuomba saa 9 ile saa nimesikia kabisa nimeguswa niamke kuomba, nivae na suti kabisa? Kwa sababu analala hivyo hivyo, which is good kwa afya yako. Sasa nikamwambia huo muda mpaka uamke uvae nguo na nini? Nikamwambia nitaombaje? Namuomba Mungu nimejifunika tukashuka nimefunika namna hii. Nikamuuliza swali, ukioga Mungu anakuaga wapi? Unaona jinsi tulivyo na akili ndogo kuhusu huyu Mungu Yaani wakati unaoga ikatokea Mungu anafumba macho, ni sekunde moja shetani amekumaliza. Sekunde moja tu. Itokee Mungu amefumba macho tu hivi aseme anaoga ngoja nifumbe macho. Yaani ile Mungu anasema umeisha. Wala hatumiki kwa mikono ya wanadamu
kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Utaniuliza, pastor, mbona tunatoa sadaka? Hey, sikiliza, mbona tunatoa zaka? Ukiona Mungu anakupa msukumo wa kutoa zaka na sadaka, sio ili umpe yeye, ni chaneli yake ya kukubariki wewe. Mungu hana shida na hela. Kama hunielewi, kamuulize Petro, alidaiwa kodi akaenda kuvua samaki akakuta hela humo ndani. Kwa Mungu akiamua anakupa tu. Nenda fungu la 26. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka na makazi yao. Hawa wanaokuambia evolution kwamba unajua binadamu walipohama kwenda sehemu hii wakabadilika rangi yao, wakabadilika nywele zao kutokana na mazingira ya baridi walioikuta huko, ni uongo mkubwa. Hicho kitu hakipo. Mungu aliumba Mwafrika, Mungu akaumba mzungu wa Ulaya, Mungu akaumba mtu wa Asia, wote aliwaumba. Ndio maana hata ufanyeje, Mjapani na Mfilipino hawafanani. Wote wana macho madogo, lakini uko unajua huyu ni Mjapani, huyu ni Mfilipino, huyu ni Mchina, huyu ni Mkorea. Mungu aliwaweka hivyo. Anasema wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. 27. Ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamuone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Wao. Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa hili. Kumbe Mungu hayuko mbali, yuko pale kwenye room yako. Kumbe Mungu hayuko mbali, unahangaika mpaka usiku na ngoja niende sehemu fulani. Mungu anakuambia niko hapo hapo. Unaenda wapi? Niko hapa. Kwa kama ni kuamka, amka tuka, piga magoti pembezoni mwa kitanda chako pale pale, Mungu yuko hapo. Haleluya. Huna haja ya sisi watumishi, unaona tunawaambia hapa, sisi ni vyombo kwenye mikono yake huyo Mungu. Haina maana ya kwamba mimi na wewe tuko tofauti kwenye habari ya kuwa mtoto wa Mungu. Mimi na wewe baba yetu ni mmoja. Ila anaweza akanitumia tu mimi kwa mapenzi yake kupitisha karama ya uponyaji, nikaomba ukapona. Haina maana kwamba mimi ni bora kuliko wewe. No. Ni kazi tu imepangwa. Sawa na kuna mwingine ni driver na mwingine ni mechanic. Mwingine anaziba tairi pancha. Ndio kazi yake. Wote wana kazi. Mungu atusaidie sana. Ukienda Uchina utakuta kuna elementi za huyu Mungu, japo kwa kupapasa papasa. Ukienda India, japo wana miungu yao mingi, lakini bado ukiwauliza kuna hadithi wanasimulia. Nimeshangaa India wana story ya ujio wa Yesu katika hadithi zao za miungu yao, kwamba atakuja Mungu, atakuja kupambana, atakuja kufa, atawaokoa watu, atafufuka. Wana story kama hizo, japo kwa kupapasa papasa. Fungu la 28. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Kwa kumbe ukiona mchungaji Mbaga anaongea hapa mbele, ana move, in him we move. Hallelujah. Alafu wewe unatishwa tu na mtu mmoja anakuambia nitakuua. Mwambie nenda huko na hiyo yako. Ndio maana shetani alivyomwendea Yesu wakati ule Yesu anajaribiwa, akaambiwa badili mawe yawe mkate ule. Yesu akajibu, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Watoto wa Mungu mnaonisikiliza, ninaongea hivi, unaweza ukasoma moyo wangu una feelings kiasi gani. Siku mtakapoondoa woga, mtafaidi matunda ya kuwa watoto wa Mungu. Shetani ana create fear ili atutawale, tuwe waoga. Na ametufanya tunaona kama vile pesa ndio kila kitu, ili tutawaliwe na pesa. Kwa ukiishiwa unasema maisha yangu yatakuwaje? Kuna watu wana pesa lakini hawana maisha mazuri. Life is more than money. Kwake yeye, kwa maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Haleluya.
Hii miili mnayoiona jinsia ya kike na ya kiume ni majumba yaliyotengenezwa ili kuendeleza uzalishaji wa majumba mengine. Lakini ndani ya roho yako sisi wote ni kitu hiki, ni watoto wa Mungu. Usitafute habari za mbele kwa miungu mingine. Sasa hivi ni saa 4 kamili. Mnaweza mkaniruhusu nitumie dakika 5 za ziada niwaambie jinsi ambavyo mnaingizwa kwenye channel za kishetani bila kujua? Dakika 5 au 2 au nasikia 10, nasikia 5. Haraka. Sasa hivi hii miungu kwa kuwa inatafuta kuabudiwa, ina channel zake. Mnakumbuka niliwaambia kwamba television ni tell a vision. Mnakumbuka Alafu they tell you a vision through channeling. Na vile wanavyoviongea yale maneno ni spelling. Wanakurushia spell. Taratibu. Television zina to control na mambo kama hayo. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 fungu la 10 anasema, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri. Tulienda mahali fulani na hawa ndugu zangu wa Mhubiri TV, nikamwombea kijana mmoja ambaye alikuwa na kitu amewekwa hapa na mganga ili aweze kujua Kiingereza. Ila mganga hajui Kiingereza. Sasa zamani hizo kuna channel za kuingizwa kwenye ibada za kimashetani za kizamani, alafu kuna za kisasa. Za kisasa tunaziita ni new age. Zina mfumo wa kisasa kabisa ambao huwezi kushtukia kwa haraka. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri. Sasa kupitisha mtoto kwenye moto ina maana zaidi ya moja. Hebu tuangalie habari njema, Biblia habari njema kwenye fungu hilo iko slide ya mbele. Pasiwe mtu yeyote miongoni mwenu atakayemtambikia mtoto wake wa kiume au wa kike kwa moto, wala mtu apigaye ramli, wala mwaguzi, wala mpiga bao. Sasa mtoto anapozaliwa na ukaanza kumuingiza kwenye zile mila zenu, kwamba kwa mila yetu lazima afanyiwe hivi, kwa mila yetu anyolewe nywele na shangazi, kwa mila yetu lazima akinyolewa nywele sijui zikawekwe, kwa mila yetu lazima akatwe kuchwa na fulani, umeshaanza kumuingiza kwenye tambiko. Kwa hiyo channel imefunguka kwa mtoto wako kutawaliwa. Lakini turudi Kiswahili cha kizamani hapo, rudi nyuma kidogo kwenye slide ya nyuma, kwenye Torati 18:10. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto. Ilikuwa ni ibada pia zamani hizo za Kibabiloni na Kanaani walikuwa wanafanya hivyo. Wala asionekane mtu atazamaye bao. Kupiga bao tunajua kwa Swahili. Ndio hiyo mambo ya ramli na vitu kama hivyo. Na wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Bwana, hivi uko nakoenda ni pazuri au sio pazuri? Tukamuulize mtaalamu. Hii mitihani natoboa au sitoboi? Amekataza Mungu. Nenda fungu la 11. Kiswahili cha kisasa. Wala mchawi, wala mlozi, wala mwenye kutaka kauli kwa mizimu na pepo au kutoka kwa wafu. Kwa hiyo kuna wachawi na kuna walozi. Alafu kuna mtu ambaye yeye kazi yake anakwenda kuuliza mizimu ya kwao. Hivi kuna nini hapa? Hizi zote ni channel ambazo unaingizwa kwenye hii mifumo. Kiswahili cha kisasa kinasema, cha zamani, fungu la 11. Wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Amedadavua tofauti kidogo. Sasa anasema wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, maana yake ni nini? Ni mtu ambaye anakupatia hirizi ili kulinde. Ukifanya hivyo umefungua channel kwa ibada ya miungu mingine, inaweza kutawala wewe na familia yako kwa ujumla. Wala mtu apandishaye pepo. Hii ipo katika sura 2 za Kikristo na za kiuganga. Zote ziko hapo. Nianze na uganga. Ni wale watu ambao unakwenda, kuna mtu namuuliza, mimi naumwa hivi na hivi, sio na changamoto hizi, alafu anakuambia leteni kitu fulani kinawekwa hapo, anapandisha majini. Akipandisha majini anakuambia kwenu mko watatu. Nasema Tawire.
Sisi kuna hiki na hiki, na unakuta anaongea vitu vya ukweli kabisa. Alafu mwisho anakuambia wewe kuna hiki na hiki mmefanya, sio imekuwa hivi. Kitendo cha kumsikiliza ni Biblia inaita ni uzinzi. Maana ibada ni kama kufanya mapenzi. Mlikuwa hamjui? Paulo anasema nalimposea Kristo bikira safi ili ajipatie kanisa. Kwa hiyo Mungu anapoona umeenda kufanya ibada kwa miungu mingine, Mungu anaita huo ni uzinzi. Ndio maana Mungu anaandika anasema nionyesheni hati ya talaka ya mama yenu, yani kanisa. Kwa hiyo kitendo cha kwenda kule wanakuambia mambo yako, huo ni uzinzi. Kwa hiyo tayari umeshafungua channel, umepata magonjwa ya kiroho. Alafu anasema kwa mafundo nimeshaelezea ni hizo hirizi, apandishaye pepo, wala mchawi, wala awaombaye wafu. Ni wale watu ambao wanakwenda kwenye makaburi kwa ajili ya kutafuta baraka. Ukishafanya hivyo umeingizwa kwenye ibada. Sasa nimesema hapa kwenye habari ya wala mtu apandishaye pepo, inakuwa kuaje hapa kwenye Ukristo? Siku hizi kuna ibada kama hii inafanyika kwenye makanisa. Yaani ni ile ile ambayo ilikuwa inafanyika kule kwenye mambo ya kimizimu, ila kwa vile siku hizi watu wamestaarabika, wanafundishwa mambo ya kimungu, shetani amechange style, naye amekuja kidijitali. Kule Marekani na Uingereza kuna namna unaweza kuwasiliana na babu zako kwa kutumia simu au television. Na wanabadilisha ya masomo yanafundishwa kwenye vyuo vikuu. South Africa wameshafanya, hawaiti uchawi, wanaita parapsychology. Wanabadilisha majina. Lakini kwenye Ukristo kwa wachungaji inafanyika pia. Ni hii ya kibibilia, ila imekuja katika sura ya kidini. Mfano, mimi namuombea mgonjwa hapa amepandisha mapepo. Yamepanda kabisa na yakemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Alafu nauliza, "Nyie mmetoka wapi?" Kongo. "Mmekuja kufanya nini kwa huyu?" "Tumekuja ili tumvuruge masomo yake kabisa asifanikiwe." "Mliingiaje?" "Tulipitia daftari." Sasa nikisema hiyo utasema, lakini pastor, mbona kwenye Biblia tuliona Yesu wakati anakemea pepo aliwahi kujibizana nao? Nenda kaangalie incidence ya Yesu kujibizana na pepo ilikuwa ni moja tu ya Wagerasi. Na pale Yesu alijibizana nao kuna sababu. Yesu ndiye aliyevamia territory ya kwao. Mshike mkono jirani yako, mwambie umesikia au umechanganyikiwa. Ndio maana Yesu ni mwenye haki kabisa. Alivyoingia akasema, kwa kweli kwa hapa the game is not fair. Hii territory ni ya kwenu, nimewavamia. Ndio maana wakanegotiate, maana Yesu ana nguvu kuliko wao. Wakakubali negotiation kabisa. Wakamwambia, tafadhali usitutoe katika mji huu. Maana Yesu anajua hii territory sio ya kwake. Ila Yesu alihitaji kupandikiza mtu ili aweze kupeleka ufalme wa Mungu kwenye hiyo territory. Hallelujah. Sasa niwapeleka, wanamjua yeye ni mkubwa. Kwa hiyo wakaogopa, wakamuuliza, "Sasa tafadhali usitutoe hapa." Na Yesu akawasikiliza. Na Yesu alikuwa na uwezo wa kuwafunga shimoni. Sina muda wa kuongelea shimo likoje na wanafungwaje, sio muda wangu leo. Tafadhali usitupeleke shimoni, tuingie kwa nguruwe. Yesu akawakubalia. Wakaingia kwa nguruwe. Jeshi zima likaingia kwenye maji. Alafu baadaye watu wakaja akamwambia Yesu, "Tafadhali ondoka kwenye mipaka yetu." Yesu akaondoka, maana alijua territory ilikuwa sio ya kwake. Na yule jamaa akamkazania Yesu, "Tukufuate uendako." Yesu akasema, "Hapana, rudi ukawahubirie. Nimekuja hapa nahitaji kupandikiza ufalme." Hallelujah. Kwa hiyo haijalishi huyu ambaye anapandisha pepo na kujibizana anafanyia kanisani au anafanyia kwenye mti, the same thing. Tunaanza kuelewana sasa? Vipi kuhusu nyota? Tunakwambia mimi nyota yangu mimi ni mapacha. Mwingine nyota yake sijui ni nini. Si unajua hizo nyota hizo hizo nyota hizo. Torati 4:19. "Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua na mwezi na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishwa na kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako fanya nini jamani? Amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote." Yaani hapo kuna mipaka iko hapo. Ukisikia habari ya longitude, latitude, wamegundua sasa Mungu alishaziweka tangu zamani.
Alisema ni imaginary lines. Alishagawanya. Lakini nakwambia ukigeuka usije ukaanza kutumikia hiyo miungu hapa hata kidogo. Sasa unakuta mtu ambaye anaangalia nyota, anaambiwa nyota yako hii bwana, leo kwa tarehe hizi sayari yako iko pande huko, inatakiwa uvae nguo hizi na hizi. Kitendo cha kufuata hayo masharti, umeingia kwenye anga zao. Fungu la 14. Maana mataifa haya utakaowamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao, bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Haleluya. Kuna mtu afanye mtihani mpaka aende kwa mtaalamu. Kiendelea kusoma huko, Mungu akawapa karama ya unabii, japokuwa sasa hivi naweka caution kubwa kwenye karama ya unabii ya sasa hivi, kwa sababu pia ndio hizo mmeziona zina mifano kama hiyo. Ukitaka umjue nabii ni wa Mungu au ni sio wa Mungu, kuna vigezo vya kuangalia. Juzi nikawapatia tu simple, sijaongea vyote. Nikamwambia moja hapo ya njia ni kwamba Mungu anampa mtu kuona mambo ya mtu. Kama anaona mambo ya mtu, huyo mtu pia anapewa tabia ya kimungu. Tabia ya kimungu ni ipi? Moja hapo ni kukava siri za watu. Yaani inawezekani Mungu amenipa hapa karama ya unabii ya kuweza kujua mambo ya watu na kuwasaidia. Niko hapa naanza kusema nini wewe? Watu wameanza kuogopa hapa jamani, hata ndivyo wanambia fungua hiyo simu yako ina nini? Huyo ni aina ya Mungu tunayemtumikia. Lakini kingine, ili uanze kuwa makini sana kujua kwamba hiki kuna kitu cha ziada. Huduma yoyote ya kiroho, nikiwa na maanisha karama ya roho, ikiwemo uponyaji, deliverance ya aina yoyote, ikiwa inafanyika kwa makubaliano ya kutoa fedha kwa muombaji, nguvu inayotumika sio ya Mungu. Haleluya. Natoa wito leo, mgeukieni Mungu wa kweli. Anatupenda wote na sisi ni watoto wake. Unapomuomba, rahisi kabisa, nimwambieni kuna maneno yamejirudia kote katika mafungu. Matendo imejirudia kumwelezea huyu Mungu, Ufunuo imejirudia. Anatajwa kama Mungu muumbaji wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Nenda ukamuombe hivi ukiwa unamjua katika hiki nilichokuambia. Ukiongea kutoka moyoni kabisa, ukiwa na hisia za furaha za kumjua. Haleluya. Ukijua anakupenda kuliko akili yako inavyoweza kufikiria. Usimuombe ukiwa na mawazo ya hatia na woga. Ukimuomba msamaha, anakusamehe straight. Hana kujadili, ni pointi moja tukisema nisamehe. Hana maelezo mengi, asema mwanangu nimekusamehe. Muombe kwa furaha ukijua wewe ni mtoto wake.